Yesu asifiwe sana. Samahani, naona mitambo hii kidogo labda haikuwekwa sawa sawa mapema, lakini kama nilivyosema kwamba naomba kuwepo kwake mkuu wa mkoa na waliofuata pamoja naye, usalama na saidizi rasi ndio muhimu sana, na wakuu wengine, waheshimiwa viongozi wa dini Kiislamu na watumishi wa Mungu kwa ujumla, wageni waalikwa na waumini wote na mwenyeji na familia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kusimama mbele yenu leo kwa mara ya kwanza katika kanisa hili la Kidato B kwa mchungaji Rashid. Mara nyingi amekuwa akipiga simu, tuma message jinsi mnapoendelea kufanya kazi hii hapa. Mimi niwapongeze, hongereni sana waamini hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwakilishi na wageni waliko kwa ujumla, kanisa la EAGT kanisa ambalo limeanza mwaka 1991 na chini ya mwasisi wa kwanza aliyejulikana kama Daktari Moses Kulola, ndio alikuwa askofu wa kwanza wa kanisa hili, na kwa ujumla hatuna muda mrefu wa umri tangu kanisa lianze, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa sababu kwa miaka sasa kama 33 kama sio 34 tumeenea nchini kote Tanzania na mpaka vijijini kabisa ndani. Wengi ambao mnaishi huko ni mashahidi, na lakini pia Mungu ametujalia kuanzisha makanisa nchi za nje, kwenye nchi jirani kama Malawi, Zambia, duniani, kwa sababu amani inapokuwepo, Mungu anapata nafasi ya kusema na watu wake aliowaumba kwa kile ambacho anataka wasikie, wajue, wakishike kwa manufaa yao, kwa faida yao wanapokaa duniani, lakini pia kwa kujiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni, kwa sababu dunia hii business kwamba imewekwa akiba kwa moto, ikilindwa kwa neno linalohubiriwa. Kwa hii dunia ilishaharibiwa na shetani, sio mahali panapofaa kuishi watu, na ndio maana tunaweza kuona mambo mbalimbali mabaya, magonjwa, maafa mbalimbali, madhoruba kadha wa kadha, hali za watu pengine kutokupendana, kuishi salama, uhalifu ulioko katika dunia na mambo mabaya ya dhambi na uasi mbalimbali. Asili yake ni shetani alipomdanganya mtu wa kwanza. Sasa Mungu ana mpango mkubwa. Tunahubiri kwamba Yesu alitumwa na Mungu ili ajieleze juu ya mpango wa Mungu kwa ulimwengu, yaani kwa wanadamu. Katika Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 14, Biblia inasema kwamba neno akafanyika mwili. Ukianza na kwa moja, sema mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Ilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru ya kung'aa gizani, wala giza haikuiweza. Mstari wa 8 anasema huyu neno akafanyika mwili, akaja kwetu, tukauona utukufu wa Mungu kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Anasema alikuja kumfuma wa Baba, maana yake kumweka wazi Mungu wetu ni Mungu wa namna gani. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Hakuleta magonjwa wala maafa wala dhiki ambazo tunakutana nazo duniani. Zimetoka kwa shetani kwa kutokutii kwa wanadamu. Alipomwambia usile ule miti yote nilipanda au nilianzisha,
lakini mmoja usile. Mwanadamu akadanganywa na Ibilisi, akala, akafungulia mlango wa mateso na laana ya dhambi duniani. Ndio maana leo tunaishi katika maisha magumu mbalimbali, magonjwa mazito na majanga kwa sababu ya dhambi. Dhambi ni tatizo kubwa duniani. Amezungumza hapa rasi juu ya ushoga. Ushoga ni janga. Wakati wa Lutu, Sodoma iliteketezwa kwa sababu ya roho ya ushoga. Mungu anachukia ushoga kuliko tunavyofikiri, na hii ni laana, ni janga, na ni ole mtu yote anayeshangilia asiyelipiga vita. Mungu ni Mungu mtakatifu mno, na wanadamu hawajui kwamba hasira ya Mungu inawaka kila siku, na kwa kuwa mtu hawezi kujua mwisho, akanajua tu labda anavyoishi sasa, lakini asijue mwisho kwamba hasira ya Mungu itawaka, na kila mmoja atasimama mbele za Mungu atoe hesabu ya maisha yake. Na Mungu ameandaa jehanamu ya moto ambayo kila mtu anapaswa kujua kama ni mahali pa kuishi kwa mateso ya watenda dhambi wote kwa viwango vyao. Kwa dhambi ni ya kuiepuka, dhambi ni ya kuikimbia, ni ya kuipiga vita. Ninashukuru sana kwa nchi yetu kwamba inapiga vita kufa na kupona ushoga, lakini pamoja na madhambi mengine yote kama rushwa, ufisadi, kandamizaji, wivu, hasira na kila aina ya uchafu, taifa linapokuwa kinyume na shetani na madhambi yake, jicho la Mungu linakuwa hapo kulinda, bariki, kufanikisha na kuwabariki viongozi wanaoongoza, kwa sababu wanakuwa wamegusa moyo wa Mungu. Maana tupo kwa shauri la Mungu. Kwa tuendelee kuombea nchi. Sisi kama kanisa ndio kazi yetu hasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kufuatana na muda unaokwenda, nilikuwa tusome maandiko mengi walikuwa nimeandaa, na kwa inaendelea moja kwa moja. Ngoja niwaambie, mtasoma kile ambacho amezungumza mkuu wa wilaya hapa. Sisi mstari wa mbele kukifanya chote kuchangia ndugu yetu rasi pale, ndio msingi wetu EAGT. Kupiga vita, kufa na kupona kila kilicho kinyume na binadamu, kwa sababu tuliumbwa sio kwa hasira, tuliumbwa kwa baraka na kwa ushirika na Mungu wetu. Mungu kama baba yetu, tufurahie uumbaji wake alivyotuumba, tujiheshimu, tumshukuru. Na tena si kwamba alitumba akatuacha, alituletea Yesu amfunue Mungu. Ndio maana Yesu alipoanza kuhubiri Injili alianza kusema tubuni na kuiamini Injili. Injili ni habari njema kwa watu waliokata tamaa, walivunjika moyo, wasio na matumaini, waliokosa majibu, lakini ufunguo wa taabu zao. Injili inapokubaliwa popote ihubiriwe, inaruhusu neema hapo. Injili inaachia neema kwa watu. Hata kama kulikuwa na majanga yanaondoka, hata kama kulikuwa na magomvi yanakoma, hata kama ingekuwa vipi, ungekuwa na chochote kisichofaa, utashangaa kwamba Injili ikiruhusiwa pale ikahubiriwa, shetani anadhibitiwa. Kwa hiyo kama kanisa tuna wajibu mkubwa. Sisi hata hatuna nafasi, hatuna haja serikali tuambie,
Ndugu zangu wachungaji, tunaposikia viongozi wa serikali wanazungumza juu ya maovu na shida zote, lazima kwetu iongezeke deni na mzigo, kwamba hii ni wajibu wake wetu. Kwa sababu katika kitabu cha Nyakati ya Pili ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 11 mpaka 14, Maandiko yanasema Sulemani alipojenga hekalu kumwomba Mungu, Mungu akazungumza akisema, ikiwa watu wangu, mstari wa 14, walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza. Ikiwa watu wangu, katika kanuni za Mungu wanapoitwa watu wake, anasema walioitwa kwa jina lake, manake waliotambua maisha yao na kutubu na kumgeukia. Anasema hao walioitwa wakiomba na kuziacha njia zao mbaya kona, atasikia toka mbinguni, atasamehe dhambi yao, ataiponya nchi yao. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kuhubiri injili ya kweli, lakini kufundisha maneno ya Mungu ya kweli, kwa sababu kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Biblia ni tiba ya kila kitu na mwongozo wa mtindo wa maisha yanayofaa mtu kuishi hapa duniani, ili Mungu ashushe baraka kwake, lakini kuwa tayari kwa kuingia mbinguni.